Jumatano tunajikita kuangalia habari nzima ya malaika wanasimama katika zamu nyingine, kama ambavyo tuliangalia jana. Tulijikita kuangalia habari nzima ya malaika pia wamesimama kama watu wanaosadikisha na wanaochunga maneno ambayo tunayazungumza kila wakati. Na leo nikumbushe hivi, kuna malaika ambao wanajihusisha zaidi katika mchakato mzima wa hukumu pamoja na adhabu. Ukisoma Ufunuo sura ya 20 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, lakini pia ukisoma kitabu kile cha Kutoka sura ya 12 utakutana na malaika ambao pia walishuka kuruhusu mapigo 10, ambao walikuwa wanajikita kutoa hukumu na adhabu kwa watu ambao walikuwa hawakiri kutoka kwa Farao. Sasa sio ajenda yangu kuzungumzia hayo. Tunafahamu tupo katika maombi, na katika maombi nikumbushe hivi, Mungu anaumia sana, maana malaika hawa wana kazi kubwa. Leo nakumbusha, malaika, lipo kundi jingine la malaika, sitaki kutaja jina, wana kazi kubwa ya kusadikisha na kulinda neno ambalo nalitamka mimi, neno ambalo nalitamka wewe. Wanachunga kila kitu ambacho kinaendelea kwako. Kwa hiyo na ndio maana tunajifunza kwamba mbinguni kuna vitabu vikuu viwili mbinguni, ambapo bado hujafika, mimi na wewe hatujafika. Mbinguni kuna vitabu vikubwa viwili. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha hukumu, na kitabu cha pili ni kitabu cha uzima. Na ndio maana utasikia kuna waombaji leo waga wanaimba, wanaomba, Mungu tunaomba utusaidie, futa majina yetu kwenye kitabu kile cha hukumu na uandike majina yetu kwenye kitabu kile cha nini, cha uzima. Mantiki yake ni nini? Mantiki yake ni kwamba mbinguni kuna aina nyingi pia ya vitabu kule, ambavyo malaika hawa ndio wanahusika pia kusimamia na kuzidi kuangalia kila kitu kinachoendelea. Kuna kitabu kile cha maelezo, ambacho mimi nikishindwa kufika mbinguni, siku moja watu watauliza Lazaro yuko wapi? Maelezo yataonyesha kwenye kitabu kile cha maelezo. Haijaishia hapo, kuna kitabu cha kumbukumbu ambacho kinachukua kumbukumbu. Wewe mama unayenitazama, wewe kijana unayenitazama, wewe baba unayenitazama, kumbukumbu yako ya maisha. Si unakumbuka siku ya mwisho ukifa, kuna kumbukumbu yako itasoma. Kuna kitabu sasa mbinguni rasmi. Huku duniani tunaweza tukakusoma kwamba umemaliza vizuri imani, kumbe ni uongo. Kule mbinguni unasoma umefunga kumbukumbu yako, ulikuwa mwizi. Umefunga kumbukumbu yako, ulidanganya. Umefunga kumbukumbu yako, umeleta migogoro kwenye nyumba za watu. Umefunga kumbukumbu yako. Kule mbinguni kuna kitabu cha kumbukumbu. Haijaishia hapo, kuna kitabu sasa ambacho kinadili na kutoa hukumu. Ndio maana nimezungumza kitabu cha rekodi, hukumu sasa, ambapo kuna malaika hawa katika Ufunuo sura ya 20 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Wanatamkwa sasa, hawa wanasimamia matukio yote yanayoendelea duniani. Liwe tukio ambalo lipo ndani silini, wanasimamia malaika hawa. Nikumbushe hivi, Mungu wetu anatamka hili katika kitabu cha Player. Kumbuka tunasoma kitabu cha Player, Ellen G. White. Tunaendelea na ukurasa huu wa 249. Anasema kwamba ikiwa hauhisi hatari yoyote, au ikiwa haufanyi maombi ya msaada na nguvu ya kupinga vishawishi, hakika utapotea. Kupuuza kwako wajibu kutokuandikwa katika kitabu cha Mungu mbinguni. Ninakuwa mpuuzi. Hapa tunafundishana. Kuna watu ambao watachukua maamuzi na kufahamu kwamba kumbe nipo katika mstari wa hatari huu. Ni mstari ambao napaswa kubadilika. Kuna watu nashuhudia kupitia vipindi hivi ambavyo tumekuwa tukiendesha. Vipindi hivi kuna watu wengine wameadhimia kubadilika. Walikuwa hawamchi Mungu, wameadhimia kumcha Mungu. Kwa nini wewe usiazimie? Malaika wanazungumza kwamba ikiwa mimi sitilii maanani hivi, silichukulii uzito
nalichukulia tu ni jambo rahisi. Hakika nitapotea. Kama leo nimekumbusha kwamba maneno yako na maneno yangu yote ambayo nayazungumza yanarekodiwa kule mbinguni. Kuna kitabu rasmi cha rekodi kule mbinguni. Upo wapi? Utapona? Niukumbushe ili sikutishi. Adhimia tu kumtazama Mungu. Siku ya leo ni siku ya maombi. Najua tunaombea watu mbalimbali ambao wapo kwenye grupu kuu. Wapo wagonjwa, wapo wanaotafuta watoto, wapo wenye shida katika uchumi wao. Wote hawa tunawaombea leo. Na wapo wengine ambao pia wana shida mbalimbali ambazo hawajazungumza. Wengine wametuma kwenye grupu lile ambalo huwa tunakutana. Wengine pia wametuma kwenye namba hiyo inayopita pale. Nikukumbushe hii. Katika siku ya leo ni siku ambayo tunaomba pia kwa ajili ya hii. Uendelee kuamini ya kwamba haijalishi wakati mwingine nimefundisha malaika jinsi gani malaika ambavyo wamekuwa wakifanya kazi kwa ajili ya kutulinda sisi. Hapa tu kama umeelewa wewe, chukua uamuzi wa kumtafuta Mungu wala sio jambo jingine. Kama hujaelewa, muombe Roho wa Mungu akufundishe uelewe. Maana mimi sikufundishi kuelewa. Mimi naelekeza. Wewe ndio utakayechukua maamuzi ya kuelewa. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, mtazamaji wako huyu amekuwa akifuatilia vipindi. Ni kweli ana changamoto mbalimbali ambazo pia amekuwa nazo katika maisha yake. Wengine wametamka changamoto zao. Wengine hatufahamu changamoto zao ni zipi. Kwa ujumla, Mungu umetukumbusha pia kwamba kuna malaika ambao huwa wanatulinda katika maisha haya. Siku ya leo na wakati huu nakusina kuomba kwa huruma zako. Nisaidie mimi, msaidie mtazamaji huu. Azidi kuadhimia na kuamua kutoka ndani ya moyo wake kukutafuta wewe katika maisha yake. Haijalishi kuna mambo yapi ambayo ni magumu kwa kweli anayapitia. Lakini siku ya leo tunaomba Mungu, ikikupendeza mtoe katika changamoto hizo. Mungu ikikupendeza mtoe katika mitego hiyo ambayo muovu amekuwa akimchezea. Ninaamini Mungu umefanya. Ninaamini Mungu, sina mashaka na wewe. Umembariki, umemtazama, umemwezesha. Hivyo basi maombi haya ambaye amezidi kufuatilia katika mitandao muonekanie katika siku ya leo. Kwa jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Mungu akubariki. Niukaribishe tena kwa mwendelezo pia wa vipindi ambavyo tutakuwa navyo. Mungu akubariki sana.